Karibu tena katika siku ya leo. Tumekuja na socket ya smartphone. Katika siku ya leo nakuja kukufundisha parts mbalimbali za kwenye smartphone ambazo ni IC na capacitor, terminal, sehemu za kuchomeka na mkanda wa screen na vinginevyo vingi. Karibu sana upate somo hilo. Kwanza tunaanza kwenye IC ya processor. IC ya processor ambayo ina process kila kitu ambacho kinafanyika katika simu yako ni processor hii hapa. Hii ndo ina mfumo mzima kabisa wa circuit yetu hii ambayo ina control simu nzima. Iwe IC ya huku, iwe hii, inategemea nguvu ya hii processor. Processor ya pili inayofanya kazi ya pili kwa kutegemea huku kote ni hii hapa. Hii ni memory card. Hii hapa ni IC lakini ni memory card. Hii memory card inafanya ndo inachukua sehemu za data. No, haichukui data, inaweka program. Zile program zote ambazo unaziona kwenye simu zinabebwa na hii IC. IC ndo inayofanya kazi ya hiyo program, ya kubeba program. Na inabeba program na kufanya kama wewe unataka kupiga picha, kuhifadhi ile memory card ya kuhifadhi vitu, ndo hiyo. Kuna vitu vingi, yani kila kitu kile cha kuhifadhi inayofanya kazi ya kuhifadhi hii hapa. Alafu pia tunaenda katika IC nyingine ambayo ipo hapa. Hii hapa, aka kadogo ndo IC charger. Hii ndo system IC system ya charger ambayo inafanya mfumo wa kuchaji. Inafanya mfumo wa kuchaji vizuri. Ikiwa ikiwa imeharibika aka kajitu aka, inakuwa haichaji vizuri, inakuwa inachemka simu mara nyingine inachaji lakini simu yako haijai, yani inakuwa na matatizo. Ukijaribisha kwenye kubadilisha port charger ikakataa, njoo kwenye IC, unabadilisha IC na kuendelea. IC nyingine ambayo watu hawajui sana inakuwa karibu na coil hii ni hapa. IC hii inafanya mambo ya wifi, hotspot, ndo ina connect na huku, inafanya mambo ya hotspot, wifi, bluetooth, ndo inakuja kuconnect na hii. Inasaidiana na coil hii hapa ya kuja kuconnect mambo yaende vizuri. Hii hapa IC. Alafu tukija upande huku wa pili kama ilivyo hivi, hii IC ni ya network. Hii IC hapa ni ya network. Hatujaelezea hii, tutaielezea baadaye. Hii ni ya network ambayo inakupa network hii. Kwa mfano kama umeweka SIM card yako kuisupport, hii IC ndo inafanya kazi hiyo. Kama haipo IC haiwezi kusupport, haiwezi kusupport SIM card. Na kusaidiana na hii ndo ni IC ya kukamata mawimbi, kama ni radio, kukamata mawimbi ya radio, ile internet ya mtandao wa internet, inakusanya mambo yote hayo, ndo inakuja kuregulate mtandao unakuwa vizuri sana. Kuna vingine hivi kama hivi hapa vinahusiana na kwenye sauti hivi
No, havihusiani kwenye sauti. Hivi vinahusiana kwenye mtandao. Kuna data, kuna wifi na yenyewe ndio inakuja kusupport huku, inakuja huku kuna wifi, kuna anyone, yani kila kitu ambacho kinategemea mtandao support yake iko hapa. Ukija huku EIC inakuja kwenye power, yani ndio ile IC ya kuwasha simu. Yani ukitoa hii unakuwa umeharibu mfumo wote wa huku. Simu yako inakuwa haifanyi kazi, mambo ya touch haya mfumo wake unatoka hapa. Mambo ya kusensi kile kitu ambacho unafanya, IC inayofanya kazi ni hapa. Na ukija kwenye hii hapa kuna kwenye simu ndogo nilikufundisha, na kwenye simu kubwa bado ipo. Kwenye simu kubwa na yenyewe bado ni capacitor. Hii ukiitoa simu yako haiwaki kabisa. Hii ni capacitor ya simu. Ukiitoa hii nani haiwaki kabisa, capacitor haiwaki simu kabisa. Na ukiangalia hivi vidude hivi hapa, hivi vidude vya mtandao hivi. Kuna mtandao wa kawaida wa kuweka sim card, kuna mtandao wa hizi hapa ni terminal hizi. Hapa ni sehemu ya kuchomeka sehemu ya kuchomeka screen yako, na hii ni sehemu ya kuchomeka fingerprint na sehemu nyingine ya kukuonesha hapa. Nitakuwa nimemaliza parts zote, na kama kuna kingine nimekisahau, wewe uta comment, utaniuliza kwamba hiki ni nini na hiki ni nini, ili nikufafanue, nikujulishe kwamba hiki ni nini na kinaendaje. Karibu sana katika video nyingine ambayo inafuata. Tukutane katika video nyingine inayofuata. Karibuni sana.